Bwana Yesu asifiwe na habari za wakati huu mtazamaji wa Tuijue Biblia. Karibu katika kipindi chetu. Tutakuwa nami Flora Godfrey, pia sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na mama mchungaji mama Laeli Mwaluko ambaye atakayetuongozea katika kipindi cha leo. Atatupa tafakari ya neno la Mungu. Karibu sana mama katika siku ya leo. Ombe tafadhali. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana Mungu kwa sababu wewe ni mwema katikati ya maisha yetu. Asante kutupa neema nyingine tena ya kutafakari na kuendelea na somo letu ambalo tulikuwa tumeanza. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, karibu tufundishe na kutuelekeza. Asante kwa msikilizaji na mtazamaji. Roho Mtakatifu msemeshe kwa namna ya pekee. Nimeomba na kuamini katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na mwombezi wetu. Amen. Tunamshukuru sana Mungu kwa sababu ya wakati huu na saa hii ambavyo vimekubalika machoni pake na muda aliotupatia. Wiki lililopita tulianza na somo, nilisema nilitamani tutembee na somo linalosema umuhimu wa maisha ya ndoa. Tuliona ndoa ni nini, tukaona aina za ndoa, na tukasimulia kidogo maisha ya ndoa. Lakini pia nikasema kwenye maisha ya ndoa, nikasema tuangalie sehemu kuu 3 za maisha ya ndoa ambazo niliziainisha: mahusiano, uchumi na imani. Na tulizungumza mambo mengi kwa habari ya mahusiano, na nikabakiza kipengele kidogo cha kumalizia, halafu tutaingia kipengele kingine cha uchumi. Nikasema mambo mengi hapo, lakini niliona na natamani pia tujifunze mambo yanayoweza kuboresha ndoa. Nikasema mambo yanayoweza kuboresha ndoa, mimi binafsi niliona kusameheana. Natamani sana wanandoa kudumu katika kusameheana. Unajua msamaha ni kitu cha muhimu sana katikati ya maisha ya wanandoa. Hata neno la Mungu linasema katika Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 14 na ule wa 15, anasema, bali ninyi msipowasamehe wanaowakosea, hata Baba yenu mbinguni hawezi kuwasamehe. Lakini kielelezo cha msamaha ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ndiye mwalimu wetu, ndiye tunayemfuata, ndiye kiongozi wetu. Alitusamehe kwanza yeye mwenyewe. Na mimi ninatamani sana katika maisha ya ndoa, natamani wanandoa mjae msamaha, mjae kusameheana. Kuto kusameheana kumeleta madhara makubwa sana, lakini ukidumisha maisha kusameheana, ndoa yenu itakuwa salama. Lakini jambo lingine ambalo mimi ninaliona, kuchukuliana katika madhaifu. Kila mmoja ana madhaifu, hakuna mkamilifu hata mmoja. Kwa hivyo katika maisha ya ndoa, na mmekutana, kila mtu na tabia zake, kila mtu na vitu anavyovipenda, kuna mtu anavyovichukia vitu vingine, lakini katikati ya hayo, jambo kubwa na hasa kwetu sisi wa Kristo ni kuchukuliana katika madhaifu. Tukitambua kila mmoja na madhaifu ya kwake, unamchukulia mwenzako katika madhaifu yake. Kuna jambo lingine unakuwa unapenda, mwenzako hapendi. Ili muende sawa sawa, ni lazima kuchukuliana, ni lazima kutembea pamoja. Kwa hiyo wasihi sana wanandoa, Mungu awasaidie katikati ya maisha yenu kuchukuliana madhaifu. Kama nilivyosema, hakuna mkamilifu hata mmoja. Sasa kama hakuna mkamilifu hata mmoja, kila mmoja na madhaifu yake. Jifunze kubeba madhaifu ya mwenzako, jifunze kuchukulia madhaifu ya mwenzako, na ukiyatambua madhaifu yake, jambo kubwa ambalo linaweza kusababisha ndoa yenu ikawa nzuri, ikawa salama, ni kumuombea, kuombeana, kutiana moyo. Hilo ni jambo lingine. Lakini jambo lingine ambalo linaweza kuboresha maisha ya ndoa ni kutunza siri za ndani. Kuna ndoa zingine, kuna watu wengine hawana siri. Anaweza kusimama mwanamke akaanza kusema madhaifu ya mume wake kwa rafiki zake. Unajua mume wangu yuko hivi na hivi. Hapana, hilo sio jambo jema, na hilo linaweza kuharibu ndoa. Lakini ukitunza siri za ndani ya nyumba yenu, hilo linaweza kuboresha ndoa yenu. Hata kama mwenzako ana pungufu fulani, lakini jifunze kutunza siri. Jifunze. Na jambo lingine ambalo linaweza kuboresha maisha ya ndoa ni kupeana maneno matamu. Maneno matamu ni ya muhimu sana katika maisha ya ndoa. Mimi nimeainisha hapa machache. Jambo lingine au neno la kumwambia mwenzako, au neno tamu, ukimwambia mtu asante. Yaani kuna watu wengine tangu wameingia kwenye ndoa, hata ametendewa jambo kubwa, hajawahi kusema asante.
Hiki sio kitu kizuri. Ili maisha ya ndoa yawe vizuri, mwambie mwenzako asante. Akikutendea jambo lolote mwambie asante. Hata baada ya kumaliza tendo la ndoa, shukuru, sema asante na mwenzako naye aseme asante. Hili jambo linaboresha maisha ya ndoa. Neno hili unaweza kuliona ni kama dogo, unaweza kuliona ni kama vile halina maana, lakini ni neno kubwa sana. Kuambia na asante. Ukipewa zawadi sema asante. Mkeo akipika chakula kitamu, mwambie asante mama, ataongeza juhudi katika kutengeneza chakula kitamu zaidi. Lakini pia neno lingine, pole. Yaani mwenzako anatoka kazini amechoka, halafu hata kabla hajaingia ndani unaanza kumshambulia na maneno makali. Hapana, ndoa hiyo haitakuwa salama. Lakini neno linaloweza kuboresha maisha ya ndoa, mwambie mwenzako pole. Pole na kazi baba, pole na kazi mama, pole katikati ya jambo hili na hili. Muambiane maneno mazuri. Haya yanaleta furaha. Hata wakati mwingine amefanya jambo zuri, mwambie hongera. Hongera mama, umefanya hivi ni zuri. Hongera baba, umefanya hivi ni jambo zuri. Halafu siku moja nikawa nafundisha ndoa nyingine na nikawa nafungisha ndoa, halafu nikawauliza, mara ngapi wale ambao wameona muda mrefu mmeambiana na kupenda? Na mwingine akasema, niliambiwa tu siku nyingi, niliambiwa siku wakati ananitafuta. Lakini kumwambia mwenzako na kupenda ni jambo zuri, ni neno zuri, neno tamu, anasikia furaha ndani ya moyo wake. Mwambie mwenzako na kupenda. Hivyo alivyo mwambie na kupenda. Halafu wakati mwingine mwambie na kujali. Hivyo alivyo na kujali. Halafu neno lingine, tafadhali. Yako maneno mengi sana ambayo ni matamu, yanaweza yakaboresha ndoa yenu. Na kwa nini nimesema haya maneno matamu? Kwa kweli binafsi nimechunguza, ukimwambia mwenzako maneno matamu, hata kama alikuwa katikati ya maumivu makali au alikuwa na hasira, maneno matamu yanaua hasira. Maneno matamu yanaondoa hasira. Maneno matamu yanaondoa uchungu. Tujifunze kuambiana maneno matamu katikati ya maisha ya ndoa. Haya yataboresha ndoa zetu. Halafu yatafanya kuaminiana. Unapomwambia mwenzako maneno matamu, atakuamini. Kuwa na malengo mazuri ya familia yenu. Lazima muwe na malengo mazuri katika familia yenu. Mkiwa na malengo mazuri, yataboresha ndoa yenu. Zaidi ya hayo yote, mimi ninafikiri sana yale yanayoweza kuboresha ndoa kwa kweli ni kumtanguliza Yesu Kristo afanyike mtawala wa ndoa yenu, afanyike bwana wa ndoa yenu. Msiache kusoma neno la Mungu. Maisha ya ndoa pia ni kudumu katika kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu linatufundisha mambo mengi sana. Na kwa kweli Biblia ina maarifa mengi. Ukisoma Biblia inakufundisha namna hata ya kuishi katikati ya maisha ya ndoa. Kwa hiyo Biblia tusiache kusoma neno la Mungu. Tujae neno la Mungu katikati ya maisha yetu. Kwa haya ni mambo machache ambayo niliona yanaweza yakaboresha ndoa. Lakini kuna mambo machache pia ambayo nataka tuone yanayoweza yakabomoa ndoa. Kuna ndoa nyingi zimepata changamoto kwa sababu ya mambo machache. Nilitamani hapa tuyaseme machache. Jambo la kwanza, kutosheka katika unyumba, ama naweza kusema katika tendo la ndoa. Kuna wengine, hata kipindi kilichopita nilisema ndoa nyingi za watu wengine ni kama wanabakana. Yaani hakuna kuridhiana, hakuna kukubaliana, mtu anafikia kumvamia mwenzake. Sasa asiporidhika katikati ya nyumba, hili jambo linaweza likabomoa ndoa. Hili jambo linaweza kuhatarisha ndoa yenu, haitakuwa salama. Na niliona vitu vichache hapa ambavyo vinaweza vikasababisha watu wengine wasitosheke katika unyumba. Kwanza niliona uzembe. Kuna watu wengine ni wazembe katika kufanya jambo hili. Hawako makini, hawatilii mzigo katika jambo hili, wanafanya uzembe. Yaani anaweza kuwa yuko tu, hata wakati mwingine anamuuliza hata mwenzake, umemaliza? Yaani hafurahii lile jambo. Kwa huu ni uzembe, unaweza kumsababisha huyu baba anaweza akabomoa hata ndoa yake, au huyu mama akabomoa ndoa yake kwa sababu haridhiki, hatosheki katika tendo hili la unyumba. Lakini pia jambo lingine nikaona uvivu katika kushughulika kwenye haya mambo yanaweza yakasababisha ndoa hii kabomoka. Ama jambo lingine, ulevi. Niliwahi kuzungumza na mtu mwingine, akasimulia kidogo habari ya ulevi. Mumewe alikuwa ni mlevi. Anasema akirudi baba amelewa, analala hoi, hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo na mimi nakaa naanza kusononeka moyoni. Kwa hili nikaona ulevi pia unaweza kusababisha ndoa nyingine zikabomoka. Lakini mwingine kaniambia, mume wangu anapokuwa amelewa, yani hapo hilo jambo anafanya kwa nguvu sana, na mimi najikuta nachoka. Kwa haya mambo pia yanaweza kuhatarisha ndoa ikabomoka. Na jambo lingine nikaona nikajaribu kusema habari ya uzee. Nilipoona habari ya uzee nikakumbuka siku moja nilikuwa mahali fulani
kwenye parish moja ambayo nilikuwa natumika. Mama mmoja alikuwa ameshazeeka na baba ameshazeeka, lakini sisi tunatofautiana na wanaume. Sasa mama huyu amekuwa mzee, kwa hiyo analala na wajukuu. Haoni sababu ya kulala na mwenzake. Kumbe baba bado ni mhitaji. Nikasikia huyu baba alibaka mtoto. Nikajiuliza sababu, ndipo nikagundua mama anasema sisi tumeshazeeka. Kwa hiyo naona haya mambo pia yanaweza kusababisha ndoa ikaharibika ama ikabomoka. Na wakati mwingine ugonjwa. Kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza kuchukua muda mrefu, yanasababisha ndoa. Mwingine amesubiri kwa muda mrefu, amevumilia kwa muda mrefu, ameshindwa kuwa mvumilivu, anaamua kuacha mke wake na kwenda mahali pengine. Hili sio jambo jema, na nimeona linaweza kusababisha pia ndoa za wengi kubomoka na kuharibika. Kwa mfano, unaposema katika ugonjwa, ninamaanisha hivi, unapoapa yale maneno sisi katika taratibu yetu ya ndoa ama kitabu chetu cha sala kinasema nitakuwa pamoja nawe katika ugonjwa, katika uzima. Sasa watu wengine wanashindwa kuwabeba wenzao katikati ya madhaifu ya ugonjwa, halafu wanashindwa kuvumilia katikati ya ugonjwa, wanatoka nje ya ndoa. Hilo ndio maana nimesema linaweza kubomoa ndoa. Anashindwa kumchukulia mwenzake hata katika kipindi kile cha magonjwa. Haya nimeona anaweza kupelekea moja kutokutosheka na kuamua kubomoa ndoa yake. Jambo lingine, kurudisha mahusiano ya marafiki wa zamani. Yaani mtu alikuwa na ex wake, halafu yuko kwenye ndoa, anaamua kurudisha mahusiano. Hili ni hatari kubwa sana, linaweza kusababisha ndoa kubomoka. Kwa hiyo nikusii sana mpendwa, kama ulipita kwenye hizo nyakati na sasa umeingia kwenye ndoa, hesabu hizo zilipita, unaanza kwa upya. Acha kurudisha mahusiano na marafiki zako wa zamani. Ama hiyo tunaweza kusema ex wako wa zamani, acha kurudisha mahusiano. Hii ni hatari sana, inasababisha ndoa za watu wengine kubomoka. Lakini jambo lingine, mimi nililiita tabia za kishenzi. Kuna watu wana tabia za kishenzi. Kwa nini nimeita hivi? Sasa mtu anaamua kulipiza kisasi. Hii ni tabia ya kishenzi. Yaani labda anasema sasa mume wangu ama mke wangu amekuwa na mpenzi nje, ngoja na mimi nifanye. Anafikiri mimi siwezi. Hiyo ni tabia ya kishenzi. Acha kulipiza kisasi. Kama mwenzako amekengeuka, kuna njia salama ya kwetu sisi wa Kristo ni kumwambia Mungu, namsogeza mume wangu, namsogeza mke wangu madhabahuni pako. Amekutana na jambo 1 2 3 linamfanya anakuwa sio mwaminifu katikati ya maisha ya ndoa. Naomba Bwana amsaidie. Na Mungu wetu ni mwaminifu, anasikia. Lakini ukisema kulipiza kisasi, ama kwa sababu anafanya hivi, anafikiri mimi siwezi, mbona na mimi naweza zaidi. Niliwahi kukutana na hiyo kesi, mtu ananiambia, yaani mchungaji, unafikiri yeye anafanya hivi, anafikiri mimi siwezi, na mimi naweza na najua zaidi ya kwake. Hapana, hizo ni tabia sio nzuri, zinaweza kuhatarisha ndoa ikabomoka. Lakini wale ambao wako katikati ya kumjua Mungu, akiona mwenzake ameenda ndivyo sivyo, hawezi kulipiza kisasi, atasimama kumwambia Bwana, atamwambia Mungu nisaidie. Maana hata tunasoma neno la Mungu linasema kisasi ni cha Bwana. Usilipe kisasi, endelea kumuombea mwenzako kama ameanguka katika hali hiyo. Muombee, msaidie katika maombi. Na mwingine anasema, mchungaji hujui tu, nimeomba, nimetoa sadaka, nimeenda kila madhabahu, nimepeleka na jina lake habadiliki. Kwa Mungu anasema kwamba kwake siku moja ni kama siku 1000, na kama miaka 1000 ni kama siku moja. Usikate tamaa katika kumuombea mwenzi wako. Usikate tamaa. Endelea kusimama imara, kumsogeza madhabahuni pa Bwana. Mungu atafanya jambo kwa ajili ya maisha yako. Jambo lingine ambalo nimeona linaweza kubomoa ndoa, kuzaa nje ya ndoa. Kuna watu wengine sio waaminifu, na hata anafanya kabisa, anazaa nje ya ndoa. Halafu labda alikuwa amepatana na mwenzake na wamezungumza pamoja, anashangaa analetewa mtoto. Huyu mtoto nimezaa mahali fulani, lazima umtunze mahali hapa. Na hukuwa umemwambia vizuri. Hili ni hatari, linaweza kusababisha ndoa ikabomoka. Na kuna mila zingine wanapeana ruhusa kutembea nje ya ndoa. Yaani mimi naweza kuwa na rafiki yangu, kwa anachukua mume wangu na mimi nachukua mume wake. Katika mila zingine wanafanya hivi, lakini hili kwa nyakati hizi si salama kabisa. Tafadhali, hata kama ni mila, ni lazima ikemewe na ni lazima ifike mahali isipate nafasi tena, hasa kwetu sisi wa Kristo. Hii sio mila nzuri, ni lazima kuiacha, kupeana ruhusa ya kutembea nje ya ndoa. Jambo lingine ambalo nimeliona ni mtu anaweza kutafuta kunufaika kwa njia mbalimbali, zawadi, hongo. Mtu mwingine anasema, siwezi kukupatia tendo hili la ndoa mpaka unipe zawadi. Hii hapana. Hii inaweza kusababisha ndoa yako ikabomoka. Huwezi kumwambia mwenzako namna hiyo kwamba hatuwezi kufanya jambo hili mpaka umenipatia zawadi, mpaka umenihonga. Hapana. Hayo sio maisha ya ndoa.
na wanaoweza kufanya hivi labda wale ambao wanao mwanamke wa nje ama mwanaume wa nje ndiye anaweza kufanya hivi. Lakini katika ndoa ambayo imehalalishwa, huwezi kumwambia mwenzako ya kwamba siwezi kufanya jambo hili, siwezi kufanya tendo hili la ndoa mpaka umenipatia zawadi. Hapana, hayo sio maisha. Haya yanaweza kuwa sababu ya kubomoa ndoa. Na jambo lingine ambalo niliona linaweza kusababisha ndoa kubomoka ni mtu anaweza kutamani maisha yasiyo yake bila utaratibu. Kutamani maisha, inawezekana anatamani maisha yaliyo mazuri na hutamani kwa nia mbaya, lakini mwingine anatamani pasina utaratibu. Hii ndio maana anasema inaweza kusababisha ndoa ikabomoka. Kwa mfano, kwa nini nasema hivi? Mtu mwingine anamwambia mwenzake, labda mume wake, kwa nini una kila siku unakuja tu mwanaume suruali? Mwenzako anakuja hata na mifuko. Huwezi kujua mifuko ina nini, labda amebeba chakula cha kuku. Wewe unaanza kungangana kutamani yale maisha. Hapana, ridhika na yale maisha, ridhika na ule utaratibu mlio nao. Hayo yatakupa baraka katikati ya maisha yako. Kwa hiyo katikati ya mahusiano niliona niyaseme hayo mambo machache. Lakini twende sasa jambo la pili ambalo nilisema yako mambo matatu: mahusiano, uchumi na imani. Sasa niombe leo tutazame kipengele hiki cha uchumi. Katika maisha ya ndoa, uchumi ni sehemu muhimu sana, kwani itakapoteteleka sehemu ya maisha ya wanandoa, mara nyingi sana yanakuwa machungu. Yaani uchumi ukitetereka kwa wanandoa wengi, hasa wasiokaa katika kuyatafuta makusudi ya Mungu, maisha yao ya ndoa yanakuwa machungu sana. Kunakuwa hakuna furaha, yanajaa maumivu makubwa, kunakuwa na kelele nyingi, wakati mwingine inapelekea kuvunjika kwa ndoa nyingi. Na watu wengi, mimi nimewahi kushuhudia ndoa nyingine, na hata kuja kabisa tumeona huyo dada mumewe alikosa kazi, kwa hiyo akaanza kulalamika na kunungunika, mwanaume huyu hana kazi na nini, halafu akapata mwanaume mwingine mwenye kazi akamwacha mume wake. Kwa hiyo ninatamani tuseme kidogo habari ya uchumi. Habari ya uchumi ni ya muhimu sana katikati ya maisha ya wanandoa. Na mimi niombe tusisahau kuwa ahadi yetu ni kuishi pamoja. Katika kitabu chetu cha sala cha kanisa, sisi kinasema, nitakuwa pamoja na wewe, nikutie moyo, nikupende, nikuheshimu na kukutunza, wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, wakati wa utajiri na umasikini. Hiyo ni ahadi ambayo watu waliahidiana madhabahuni, wakati wa utajiri na wakati wa umasikini. Sasa watu wengine, uchumi ukitetereka, mwanaume akikosa fedha, unamwona mwanamke mwingine anaanza kulalamika, anaanza kunungunika, anamwacha mume wake, anatafuta wanaume wengine. Hapana, kumbuka uliweka ahadi ukasema wakati wa utajiri na wakati wa umasikini. Kuna wakati mwingine hali ya hewa inakuwa sio salama, uchumi unayumba, lakini nafikiri na ninatamani sana kuona wale wa Kristo wa kweli, wanaomjua Mungu kweli, hata babaika na kitu chochote, hata katika hali ngumu, hata ziwe hali nzuri, hata iwe hali mbaya ya uchumi, watakuwa pamoja, watashirikiana pamoja, watania pamoja, watadumu katika upendo. Yaani hata ije dhoruba ya namna gani uchumi ukayumba, hawatapata tabu sana. Na mimi nimeona tuone mambo machache hapa. Kwanza kabisa, ni lazima wanandoa mfanye kazi kwa bidii sana bila kutegeana. Kuna watu wengine wategevu, hawataki kufanya kazi. Na Mungu amesema katika Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa 12, anasema atabariki kazi ya mikono yetu. Sasa kuna watu wengine hawana bidii katika kufanya kazi, amekuwa mvivu, hataki kufanya kazi, halafu anataka kula vizuri, anataka kuishi pazuri. Natamani sana tufanye kazi kwa nguvu na kwa bidii. Hata katika ile Zaburi ya 90 mstari wa 17 amesema, Bwana atabariki kazi ya mikono yako, naam ataifanya kuwa thabiti. Kwa hiyo ninatamani sana kufanya kazi kwa nguvu na kwa bidii ili mpate uchumi ulio mzuri. Mkubali kuvuja jasho. Sasa watu wengine anatamani maisha mazuri, halafu hataki kufanya kazi. Lakini pia mtengeneze kipato chenu wenyewe kilicho cha halali. Mjitafutie vipato vilivyo vya halali, mjitafutie uchumi ulio wa halali. Wote mfanye kazi halali kwa bidii na kwa nidhamu ya kazi. Lazima kuwa na nidhamu katika kazi. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nimeliona, ya kwamba ni lazima wanandoa, ili uchumi ukae vizuri, ni kufanya kazi. Hakuna namna nyingine. Hauwezi kupata fedha kwa namna nyingine, wala huwezi kaa unasubiri kusikia kwamba pokea fedha. Inatoka wapi? Ni kufanya kazi. Halafu katika ile Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8 amesema, Mungu anasema, Bwana ataamuru baraka zije kwako. Ataamuru baraka zije kwako. Ninaamini utakapokuwa umekubali kushuka na kufanya kazi, baraka za Mungu zitakuja juu yako.
kubali kufanya kazi. Wanawasihi sana wanandoa, ili uchumi wenu uwe vizuri, maisha yenu yawe vizuri, mkubali kufanya kazi. Halafu jambo lingine la pili, mshirikiane kipato chenu. Hapa ndipo penye kazi. Kuna watu wengine anachokipata kinakuwa cha kwake, lakini katika kitabu chetu anasema nikushirikishe mali yangu ya duniani. Kila kipengele kigumu anasema nikushirikishe mali yangu ya duniani. Kwa hiyo kila kipato ambacho mnapata mshirikiane, mkiweke wote pamoja mezani, ya kwamba mimi nimepata hiki, tunafanya sasa 1 2 3. Lakini watu wengine anapopata hicho kipato hawezi kuonesha mkewe, hawezi kuonesha mmewe, anatembea kila wakati ameficha mfukoni. Hayo sio maisha. Kwa kiasi mnachopata, anachopata baba, anachopata mama, msifichiane. Kipato chenu ni cha kwenu wote. Wekeni wazi. Amueni ya kwamba sasa tumepata awamu hii, tunafanya 1 2 3. Lazima mjue mnapataje kipato chenu, na kweli ni kwa njia ya halali au kwa namna nyingine. Lakini kwa kweli mimi ni wasihi sana wanandoa, vyanzo vyenu viwe wazi kwenu na kwa Mungu pia. Hata na matumizi yawekwe wazi, yawe vizuri. Sio unatumia tu pasina utaratibu. Asiwepo anayeficha au kutuma kwao au kwingineko bila kumshirikisha mwenzake. Hili ni jambo la muhimu sana katikati ya wanandoa. Ili uchumi uwe vizuri, lazima muweke mali vizuri. Tumieni kwa faida ya familia yenu wote. Hata kama mwenzako alikukuta unacho, usitumie ovyo. Alafu unaanza kumnyanyasa mwenzako, ulinikuta navyo, wewe umekuja na nini? Una mchango gani hapo? Hapana. Hayo sio maisha. Na uchumi wenu hautakuwa vizuri kama mnaishi katika maisha ya malumbano namna hii. Na pia kama Mungu atawabariki watoto ama amebariki watoto, basi hakikisheni pia watoto wana hakika ya kushirikishwa zile mali ambazo mnazipata. Hapa nataka nitoe ushuhuda kidogo. Kuna mtu Mungu alikuwa amembariki vitu vingi, lakini hakuwa ameviweka wazi. Huyu mwanaume hakuwa ameviweka wazi kwa mkewe wala kwa watoto wake. Lakini kumbe alikuwa na mali nyingi sana. Alafu wakati mwingine ukafika, Mungu akamuita bila kushirikisha mkewe wala watoto wake. Wale rafiki zake walikuwa wameshirikishwa zile mali, yani aliona rafiki ni muhimu kuliko mke wake. Akawashirikisha marafiki, na alipokuwa amefariki hakuna kufuatilia kwa sababu watoto wako wanajua wala mkewe anajua. Ndio wale rafiki ndio walinufaika zile mali. Alafu watoto wake wakaishi mazingira magumu sana, wakawa masikini sana. Lakini kumbe kama baba angekuwa amemshirikisha mkewe ama watoto wake, sidhani kama wale watoto wangekuwa masikini, kwa sababu rafiki zake walianza kushuhudia baadaye kwamba alikuwa na vitu vingi. Haya sio maisha mazuri. Ndio maana anasema katika uchumi mshirikiane, vipato vyenu viwe wazi, kila mmoja awe anajua kipato cha mwenzake. Na pale mnapokosa au uchumi ukiharibika, msilaumiane. Ili maisha yaende vizuri katikati ya maisha ya wanandoa, tuombe tuweke kando kulaumiana. Wakati mwingine baba anarudi hana chochote, mama anarudi hana chochote, hapana kulaumiana. Maisha ya kulaumiana sio mazuri kabisa. Msinungunikiane. Usinungunikie mwenzako. Unarudi tu kila siku hauna kitu chochote. Mbona wenzako wanarudi navyo? Mbona baba fulani namuona kila siku analeta? Mbona mama fulani namuona kila siku analeta? Hapana. Msinungunikiane. Bali mnatakiwa kutiana moyo. Kama mwenzako amerudi hana chochote, mtie moyo. Ndio maana katika kile kitabu chetu anasema nitakuwa pamoja nawe nikutie moyo. Lazima mtiane moyo, ya kwamba leo umekosa baba, Mungu atafungua namna nyingine wakati mwingine. Ukimtia moyo namna hiyo, atakuwa na nguvu ya kuinuka na kufanya kazi kwa nguvu na kwa bidii. Kufarijiana, lazima mfarijiane. Hata vinapokosekana vitu, mfarijiane wapendwa. Hata mwenzako akirudi hana chochote, mfariji na useme maneno mazuri kama nilivyokuwa nimesema, ya kwamba Mungu atafungua milango wakati mwingine tutavipata. Na kupanga mipango pamoja na kuombeana katika maisha ya ndoa kwetu sisi wa Kristo, jambo kubwa kama ambalo nitangulia tena kusema ni kuombeana. Kuiombea pia mipango na kuchukua hatua ya utekelezaji wa hiyo mipango ambayo tunaisogeza mbele za Mungu. Msisahau pia kumtolea Mungu shukrani zenu kwa hali yoyote ile ambayo Mungu anawabariki, ambayo Mungu anawasaidia katikati ya maisha ya ndoa yenu. Kumbukeni pia kutoa kunaleta baraka. Na msikubali kutofautisha mali ama kutafuta mali zenu kwa namna ya kafara. Kuna watu wengine anaamua kumtoa mkewe kwa kafara. Utakula na nani? Kuna mtu mwingine anatoa mmewe kwa kafara. Utakula na nani? Ndio maana nikasema tutafute mali zetu kwa njia ya halali. Au njia yote ile isiyo ya halali mbele za Mungu, hii haitakubariki wala hautafanikiwa. Kumbukeni siku zote, mali isiyo ya halali ni sumu kwa familia yenu. Wala msije
kufarakana baada ya kupata kipato kizuri, au kuacha utaratibu wenu ambao mlikuwa mmejiwekea mnapokuwa mmebarikiwa kupata zile mali. Msisahau neema ya Mungu itatembea pamoja na ninyi kama mtashirikiana, mtaombeana, mtasaidiana. Na wengine walipopata mali ilikuwa kosa. Tumewaona mume au mke anakuwa mbaya. Hii hupelekea hata wakati mwingine mauaji. Kumpoteza mwenzio ili umiliki na kutumia mali peke yako ni dhambi mbaya sana hii. Na sisi nimewahi kushuhudia, na mtu mwingine akaniambia kabila fulani mtu mwingine akifanikiwa, na hasa nikasikia wanawake, mwanaume akiwa amefanikiwa anamuondoa duniani halafu yeye apate hizo mali. Nikashangaa sana. Wakaniambia hilo kabila lipo, nikashangaa sana. Kwa hiyo tujifunze kugharimika kwa ajili ya wengine pia. Watoto, wazazi, ndugu, jamaa na wahitaji wengine watakao tuangukia mikononi mwetu, ambapo Mungu atakao ametubarikia habari ya uchumi. Basi tusiwe wachoyo kupita kiasi, wala tusiwe wakarimu kupita uwezo wetu. Tufanye haya yote sawa sawa na neema ya Mungu ambavyo anatusaidia. Kwa hiyo naombe sana wapendwa wangu, uchumi ukitetereka usiache mwenzako. Uchumi ukitetereka usianze kuwa na maneno mabaya katikati ya maisha yenu. Hapana. Hili halitakuwa jambo zuri katika maisha ya ndoa. Iwe nyakati za shida, iwe nyakati za raha, uwe wakati wa maskini, uwe wakati wa utajiri, muishi kwa pamoja, mkinia mamoja, mkipendana kwa kweli. Hata vikipungua upendo wenu usipungue. Hata vikiisha upendo wenu usiishe. Muendelee kudumu katika upendo, muendelee kudumu katika kuaminiana. Mungu atawasaidia. Na nimalize na jambo la tatu ambalo nilisema imani. Nimesema yako mambo matatu: mahusiano, uchumi na imani. Sasa niseme hapa habari ya imani. Katika ndoa, katika maisha ya ndoa, imani ni kiini cha maisha. Iweni na imani kwa Mungu kwanza. Ukiwa na imani kwa Mungu kwanza, mambo yenu yatakuwa salama, mtavuka salama, mtafanya vizuri. Ni kumwamini Mungu. Katika ile Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 na ule mstari wa 26, Biblia inasema lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Halafu katika ule mstari sura ile ya 16 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4 anasema maneno hayo niliwaambia msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, na saa yaja atakapodhaniwa kila mtu auaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Na hayo watawatendea kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Mstari wa 4 anasema lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Maneno haya ambayo yanatutaka tudumu katika imani, tukue katika imani. Tuwe na imani kwanza, nimesema kwa Mungu mwenyewe, halafu na kwenu ninyi wenyewe wana ndoa kuwa na imani, kuaminiana, kila mmoja amwamini mwenzake, kuweka imani kwa mwenzake. Imani inajenga uaminifu kati yenu. Kiwa na imani mtaaminiana. Hakutakuwa na mtu mwenye mashaka. Kuna watu wengine wanakuwa na mashaka, yani baba akiruka tu kwenda bafuni kidogo, mama kisharuka tayari kwenye simu. Kwa nini? Hana imani na mwenzake. Hana uaminifu na mwenzake. Imani itawasaidia kuridhika na maisha yenu. Hata kama nilivyosema katika somo lile kipengele kile cha uchumi, hata zije nyakati ngumu, na hapa ninarudia tena kusema hata zikija nyakati ngumu, uchumi ukakaa vibaya, lakini imani yenu ikawa vizuri, basi itawasaidia katikati ya maisha yenu, mtakuwa waaminifu. Kila mmoja tu atamwamini mwenzake. Na kila mmoja ataridhika kwa sababu imani yake inaendelea kufanya kazi zenu halali, sio kutamani vya watu kwa tamaa. Lakini pia mwanandoa uwe mwaminifu kwa Mungu zaidi na kwa kazi yako mwenyewe. Usifanye kazi kwa ulegevu. Tumia akili na maarifa zaidi ya nguvu. Imani ni kitu cha muhimu sana katikati ya maisha. Watu wengine hawaaminiani katikati ya maisha ya ndoa. Hata akisafiri anakuwa na wasiwasi, akitoka kidogo anakuwa na wasiwasi. Lakini kama umejenga imani na mwenzako, hautapata mashaka. Hapa natamani uelewe kuwa kiini au msingi wa maisha yenu ni imani. Katika maisha ya ndoa, mkidumu katika imani, mtakuwa vizuri. Ndio maana ni vigumu kwa watu kutofautiana katika imani.
Hili naliona ni gumu sana. Na mtu mwingine anasema hata anaamua kuolewa na imani nyingine, alafu anasema nitavuka tu. Yapo mambo mengine ni lazima kushirikiana pamoja katika imani. Hapa ni pande zote mbili. Moja, imani kwa Mungu aliyewapa zawadi hii ya ndoa. Lazima muamini katika Mungu ambaye amewapatia zawadi hii ya ndoa. Lazima mjenge imani na kuikuza sana sana hiyo imani kama taasisi ya ndoa bora kwa mwenzi wako. Na ndio maana mtunga methali mahali pengine akasema ya kwamba wewe ni mzuri umewazidi wengine wote. Kwa hiyo ya kwamba wewe ni bora, ya kwamba wewe ni wa muhimu, ya kwamba wewe ni wa pekee kwa mwenzi wako, na hakuna wa kuchukua nafasi yako. Sasa mtu mwingine anakuwa na mashaka, anatembea anakuwa na wasiwasi, anafanya jambo hili anakuwa na wasiwasi. Wasiwasi wa nini? Nimesema ya kwamba jiamini mwenyewe. Yaani kwamba uko pale kwa mume wako ama mke wako sio kwa bahati mbaya. Hapana. Siku moja nilikuwa mahali fulani. Sasa nyumba zetu za wachungaji wakati mwingine mkiwa na vikao wanapika hapo nje kwa nyumba ya mchungaji. Sasa watu wengine wanaopika, na sijui walifanya kusudi, mimi sielewi, lakini wanasema mke wa mchungaji, wanasema maneno mabaya. Anasema yani ana mke mbaya kama alipewa wanyongeza. Sasa wewe hata usikiwa anasema wewe ni mbaya kama ulipewa mume wako alipewa wanyongeza, wewe jiamini. Ukijiamini hautapata shida yoyote. Yani waseme maneno mabaya kwa ajili yako, wewe utakuwa vizuri kwa sababu kwanza unajiamini ya kwamba mimi ni bora, mimi ni mke sahihi, ama mimi ni mume sahihi kabisa. Wala sina mashaka. Lakini kama ukisikia maneno unaweza kaanza kuleta shida. Kwa nini walisema vile? Na kumbuka waliokuwa wanapika ni wanawake. Halafu wanasema mke wa mchungaji. Unaanza kusema labda mchungaji unatembea na hapana. Wewe jiamini ya kwamba uko kwenye nafasi ya kuchukua nafasi yako. Jiamini. Na ujiamini kuwa huwezi kumsaliti Mungu na mwenzi wako kwa namna yoyote ile. Jiamini. Imani si kwa ajili ya mwenzi wako tu, ni kwa faida yako pia wewe mwenyewe na kizazi chako. Yusufu asingekuwa mwaminifu, unadhani Mungu angekuwa naye na kumpa heshima kubwa ugenini? Yusufu alikuwa mwaminifu. Kwa hiyo ndio maana anasema na kwamba tukiangalia maisha ya Yusufu kama ambavyo wengine mnayafahamu, alikuwa mwaminifu, alijiamini. Ndio maana Mungu akampa nafasi kubwa. Na wewe jiamini. Jiamini ya kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kuwa kuleta shida kwenye ndoa yako. Jiamini. Acha wasiwasi, ondoa hofu. Kwa hiyo nitamani niseme haya maneno machache sana yatusaidie katikati ya kutafakari maisha yetu wanandoa. Nimesema mahusiano, nimesema uchumi, nimesema imani. Weka imani kwa Mungu wako, jiamini wewe mwenyewe, alafu amini na mwenzako pia. Haya yatakusaidia katikati ya maisha yako kwenye ndoa. Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu sana. Natamani kuomba kwa ajili ya taasisi hii ya ndoa. Tumesema mambo machache hapa, haya mambo matatu, lakini natamani sana kukuombea ili Mungu akutie nguvu katikati ya mahusiano yako, katikati ya uchumi wenu, katikati ya imani yenu. Msiumbishwe na kitu kingine chochote. Mungu atie nguvu. Natamani tuombe kwa ajili yako mwana ndoa ambaye uko kwenye taasisi hii. Usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakushukuru sana kwa sababu wewe ni mwema. Tazame mama yule, mtazame baba yule katikati ya maisha yake ya ndoa. Inawezekana mwingine mahusiano yake yamekuwa hayana amani, yamekuwa hayana furaha. Mtazame mwingine uchumi wake umeyumba, amekosa furaha, amekosa amani. Tazame mwingine imani yake imetindika kwa sababu ya ndoa yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba ukasimame na kuponya ndoa zetu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yuko mwingine ana maumivu, yuko mwingine amekata tamaa, yuko mwingine haoni njia, yuko mwingine moyo wake umeinama kutokana na ndoa yake. Mungu ninaomba ukamsaidie. Mungu ninaomba ukaseme naye. Mwingine ameamua kutoroka hata nyumbani kwa sababu ya uchumi umekuwa mgumu. Ninaomba ukamrejeshe Bwana. Ninaomba ukarekebishe uchumi wao. Ninaomba ukarekebishe imani zao. Ninaomba ukarekebishe mahusiano yao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Chochote ambacho kinaingilia mahusiano yao, yamekosa amani, yamekosa furaha, ninaiachilia damu yako ya thamani, ile damu inayopita damu zote,
Damu ile inayonena mema ikanene mema kwenye mahusiano ya ndoa yao, ikanene mema kwenye uchumi wao, ikanene mema kwenye imani yao, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Adui mlaaniwa, toka, achia hiyo ndoa. Wewe ambao wamekamata ndoa za watu wengine, hata hawaoni tena nuru, wamepoteza nuru kwenye nyuso zao, toka kwa jina la Yesu. Achia ndoa ya baba yule na mama yule, achia kwa jina la Yesu Kristo. Na yeyote ambaye alikuwa ametoroka, ninamrejesha kwa damu ya Yesu kwenye ndoa yake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kama ambavyo wamesema katika Malaki sura ya 2 mstari wa 16, unachukia kuachana. Maana wengine wamekata tamaa kutokana na mahusiano yamekuwa mabaya, wanatamani kuachana. Umesema unachukia kuachana. Mungu, ninaomba kaingilie kati. Mungu, ninaomba kaponye ndoa ile. Mungu, naomba kaponye mahusiano yale. Mungu, naomba kaponye uchumi ule. Mungu, naomba kaponye imani ya watoto wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yeyote anayesikiliza, mimi sijui anapitia nyakati gani, inawezekana mahusiano yamekuwa sio mazuri, wewe Mungu unajua. Ninaomba jioni ya leo ukapate kurekebisha mahusiano yao, ukapite kwa namna ya pekee Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema yako inayopita neema zote iwafunike na kuwatamia watoto wako, ikaponye ndoa zao, ikaponye mahusiano yao, ikaponye uchumi wao, ikaponye imani zao, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nimekuombea katika jina la Yesu. Mungu akupe kuvuka. Sijui unapitia mambo gani kwenye ndoa yako, lakini katika haya machache ambayo umesikia, Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu, Mungu akuinue kwa upya, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nimeomba na kuamini. Asante kwa sababu Bwana utafanya zaidi ya vile ambavyo sisi tumeomba. Ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na mwombezi wa maisha yetu. Amen. Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa kipindi cha Tuijue Biblia. Hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu. Hivyo nafasi ni yako kwenda kutekeleza yale ambayo yametoka kuyasema mama mchungaji, mama Laeli Mwaluko. Ulikuwa nami Flora Godfrey. Asante na kwaheri.